Namzungumzia askari mmoja wa jeshi mwenye nafasi kubwa sana jeshini, ambaye alibahatika kupata mwanamke mzuri sana mrembo. Walipendana sana tangu enzi za uchumba wao na walianza maisha. Mwanamke alipata kila kitu ambacho alikihitaji kwa sababu mume wake alikuwa na kazi nzuri tena yenye hadhi na alikuwa na mshahara mzuri na unaokidhi. Jamaa alijitahidi kwa hali na mali kuhakikisha mke wake anapata kila alichokihitaji. Si hilo tu, bali kuhakikisha anapata furaha muda wote. Alihakikisha muda wote chakula ndani kipo, vinywaji kila aina vinavyohitajika nyumbani kwenye friji vimo. Chochote kinachohitajika kilipatikana tena kwa wakati. Siku moja aliamka asubuhi na mapema kama ilivyokuwa kawaida yake. Akaelekea bafuni, akaoga. Baada ya kuoga, akaingia ndani ya kombati zake. Akavaa, akapendeza. Akamsogelea mke wake ambaye alikuwa bado amejilaza kitandani. Akamkisi shavuni. Kisha akaondoka zake kuelekea kazini. Alipofika ofisini kwake, moja kwa moja aliwasha kompyuta iliyokuwa juu ya meza. Alikikalia kiti chake na kuanza majukumu yake moja kwa moja. Baada ya muda mfupi, simu yake iliita. Alipoiangalia, alikuwa ni mke wake. Aliipokea, akamsikiliza. Habari? Mke wake akaitikia. Njema sana mume wangu. Kumbe umeshaondoka? Hata sikujua. Ndio. Nimeshaondoka na nimeshafika kazini. Baadaye basi. Nakupenda. Mke wake akamwambia sawa mume wangu. Kazi njema. Asante. Nakupenda pia. Jamaa akakata simu. Aliendelea kupiga kazi. Ilipofika mida ya saa 8 mchana, simu yake iliita tena. Alikuwa ni mke wake vile vile. Jamaa aliipokea. Niambie. Pole na kazi mume wangu. Najua utakuwa umechoka, lakini nilitaka nikutaarifu tu kwamba chakula huku tayari. Kama unaweza kupata nafasi, unaweza ukaja tukala wote pamoja. Poa, usijali. Wewe kula tu. Mimi niko busy sana na kazi. Jamaa alikata simu kabla mke wake hajamaliza kuzungumza kwamba sawa mume wangu, kazi njema. Simu ikatwa kabla hajamaliza kuongea maneno hayo. Jamaa alipiga kazi mpaka jioni. Alipomaliza, aliingia kwenye gari lake na kurejea nyumbani. Mke wake alimpokea vizuri sana. Wakapumzika, akampa pole ya kazi, akamwandalia chakula, wakala. Jamaa akaenda kulala. Siku moja, jamaa alikuwa anatoka kazini. Wakati anarudi nyumbani, alimkuta mke wake akiwa na furaha sana pale sebuleni, huku ameshikilia simu. Akamuuliza, mbona umechangamka sana? Mke wake akamwambia, si mambo ya mitandaoni haya mume wangu. Yaani watu wana vituko kweli. Basi jamaa akapotezea. Mke wake akaiendea friji iliyokuwa pembeni pale. Akachukua maziwa na kumletea. Lakini wakati akiwa kwenye friji, mlio wa ujumbe mfupi wa maandishi ulisikika, ukitoa taarifa ya kwamba kwenye simu ya mwanamke kumeingia ujumbe mfupi wa maandishi. Jamaa alichukua simu ya mke wake na akasoma ile message. Ilikuwa na maneno makali sana ya kuumiza kwa mwanaume yoyote ambaye ana upendo wa dhati kwa mwanamke wake. Maneno yalisomeka hivi: basi poa mpenzi, nashukuru sana kwa raha ulionipatia asubuhi ya leo. Basi naomba nikuache. Tutaonana wakati mwingine. Nakupenda. Jamaa message hiyo ilimuumiza sana. Alibaki akimwangalia mke wake usoni. Mke wake alielewa tayari kuna tatizo, maana anaifahamu vyema sura ya mume wake. Maziwa hayakunyweka. Jamaa alinyanyuka na kuelekea chumbani, akalala. Hakuzungumza jambo lolote, hata kama mwanamke alikuwa na hamu wazungumze, lakini hakupata ujasiri wa kumuuliza. Basi wote walilala hadi ilipofika asubuhi nyingine. Jamaa alijiandaa na kuelekea zake kazini kuendelea kutekeleza majukumu ya kitaifa. Lakini alipofika kazini alikuwa anawaza sana, hivi ni nani huyu anayeweza kumwandikia mke wangu message kama ile? Aliwaza na kuwazua, lakini hakupata jibu lolote. Mwanamke naye aliendelea kuyatafakari nyumbani kwamba hivi nini kinafuata? Mume wangu amegundua, sijui amechukua namba, sijui itakuwaje. Lakini alikosa namna ya kufanya. Ilibidi tu abaki kusubiri mpaka pale mume wake atakapoamua wazungumze. Aliendelea kuwa mkimya tu. Mume wake muda wa kurejea nyumbani ulifika. Alirudi.
lakini hakuzungumza chochote kuhusu lile swala. Alikaa kimya. Ukimya huo ulidumu takribani siku 3 sasa. Siku ya 4 jamaa alikuwa akitoka kazini. Kwa mbali akiwa tayari ameshauvamia mtaa wake, akiwa ndani ya gari yake, aliona kijana mmoja akiagana na mke wake getini, wote wakiwa wenye furaha. Baada ya kuagana, huyo kijana alipanda pikipiki na kuondoka zake kuelekea kule jamaa na kukutokea, lakini hakufanya lolote wala hakuongea jambo. Walipishana tu, aliitazama kwa umakini na hatimaye akaelekea nyumbani kwake. Baada ya kuiegesha gari yake mahala husika, alimfuata mke wake na kumuuliza, "Ni nani yule ambaye nimekukuta ukiagana naye pale getini?" Mke wake akamwambia, "Umenikuta nikiagana na mtu getini au umenikuta ndani?" Mwanaume akashusha pumzi kidogo, akamwambia, "Sawa, labda ngoja nirekebishe swali langu. Wakati ninarejea nyumbani, kwa mbali nilikuona getini ukiwa unaagana na mtu. Alikuwa ni nani?" Mke wake akamwambia, "Ni kijana tu ambaye alikuwa amefuata hela ya mchezo." Mume wake alielewa kabisa kwamba amedanganywa, lakini hakutaka kuongeza neno. Akaingia zake chumbani. Wakati akiwa chumbani, alimsikia mke wake akizungumza na simu. Japo mke wake alikuwa akinong'oneza, lakini jamaa alinyata na kusogea kuyasikia vyema kabisa mazungumzo yale. Mwanamke akiwa jikoni aliendelea kumsifia kijana, namna ambavyo anautumia mwili wake kumfurahisha, kumburudisha na muda wake pia kumweka sawa kifikra. Mwanamke aliendelea kutililisha maneno mazuri sana ya kimahaba, huku mume wake akiendelea kuvumilia asikilize mpaka mwisho. Baada ya muda kadhaa, jamaa alishtukiza, akakohoa. Mke wake alishtuka sana, akakata simu haraka. Jamaa kwa hasira alimpiga sana mke wake, alimwadhibu vikali sana. Akamwambia amtaji kijana huyo au ampatie namba yake. Mke wake hakufanya hivyo, na tangu siku ile ambayo mume wake alifanikiwa kuisoma ile message, mke wake alijiongeza na kuweka password kwenye simu yake. Ukiona mtu amebadilika nyumbani, ujue kuna chanzo cha kubadilika kwake. Basi bwana, walilala hivyo hivyo kwa hali kama hiyo ya magomvi. Asubuhi jamaa aliamkia kazini kama kawaida. Baada ya kufika kazini, aliwaita vijana kadhaa walioko chini yake kicheo kwa ngazi za kijeshi pale kazini kwao. Akawaeleza, "Kuna mjinga mmoja anagema asali katika mzinga wangu. Nahitaji kumjua kijana huyo ni nani na ashughulikiwe haraka sana." Vijana walianza upelelezi taratibu. Baada ya tukio lile la mwanamke kupigwa, aliwasiliana na kijana yule, akamweka wazi kwamba tayari mambo yameharibika, kwa hiyo inabidi tuwe makini sana. Kwa hiyo waliongeza umakini, kitu ambacho kiliwawea ngumu sana wale vijana waliopewa kazi ya kumpeleleza. Siku zikasogea, kijana yule akiendelea kuburudika juu ya kifua cha mke wa mtu. Basi baada ya siku kadhaa, jamaa walikuwa tayari wameshazoea. Waliamini mwanajeshi yule ameshapotezea. Mwanamke aliaga siku moja, akamwambia mume wake kwamba leo nitakwenda kushinda nyumbani kwa sababu nina mambo mengi nahitaji kuzungumza na mama. Jamaa hakuona sababu za kumkatalia. Alimwambia sawa, nenda. Mwanamke aliondoka asubuhi mapema sana, lakini hakuwa na safari ya kwenda kwa mama. Mama kilikuwa ni kisingizio tu. Kina mama hawa wanabebeshwa mengi. Basi bwana, siku hiyo ilikuwa ni siku mbaya sana, lakini hawakujua. Laiti kama wangelitambua hilo, wasingediriki kukubali kuonana. Walichukuana mpaka kwenda maeneo ya kujivinjari. Walikaa, wakaagiza vinywaji mbalimbali, vyakula mbalimbali, wakitumia pesa ya mjeshi. Pesa ya mjeshi. Walijiachia barabara kabisa. Walikuwa wakiburudika kwa vinywaji tofauti tofauti, huku stori zikiendelea. Walionekana ni watu wenye furaha sana. Gari ambayo hawakuitambua wala hawakutarajia ujio wake ilipaki kwa haraka sana kando ya hoteli ile waliokuwa wamekaa. Walishuka vijana watatu, jasiri sana na mahiri, askari wa jeshi ambao walikuwa wamevalia kiraia. Walifika na kumsomba yule kijana na kumtumbukiza ndani ya gari ile na kuondoka naye. Mwanamke alishtuka na kuogopa sana, lakini moyoni mwake alijua ni zoezi amelifanya mume wake. Aliamini mume wake anahusika kwa asilimia zote katika tukio lile, lakini hakuwa na namna yoyote ya kufanya. Aliondoka na kuelekea nyumbani. Jamaa bahati ilikuwa ni mbaya sana kwake. Alichukuliwa na mikono ya wajeda.
Moja kwa moja hadi kwenye kambi ya jeshi. Alifikishwa mpaka kwenye macho ya jamaa ambaye ni askari aliyeagiza wale vijana wakamfuatilie. Jamaa alimtazama kwa hasira sana. Vijana wakamwambia, "Mkuu, mtu wako ndiyo huyu hapa." Jamaa hakuzungumza lolote, ila aliinua mkono na kuonesha ishara ya kwamba wale askari waondoke. Waliondoka wakamwacha pale akiwa amepiga magoti. Waliendelea kuwa kimya. Mtu mmoja alisikika, ni yule kijana aliyekuwa amepiga magoti, akisema, "Naomba unisamehe sana kaka. Najua unaweza ukanifanya vyovyote utakavyo hapa, ila naomba unisamehe. Mimi ni mwanadamu, nimekosea, nimetereza." Neno hilo lilipokelewa na kofi kubwa sana ambalo lilitoa barabara katika mashavu ya yule kijana. Kabla hajakaa sawa, alipokea kofi la pili kwenye shavu la upande wa pili. Kipigo kiliendelea. Aliadhibiwa vikali sana. Alipiga kelele kwa uchungu mwingi, lakini hakuwa na mtu yeyote ambaye angeweza kumsaidia. Baada ya hapo, jamaa akamwambia, "Hebu nisikilize. Wewe ni rijali kiasi gani? Ni jasiri kiasi gani unayekosa wanawake ambao hawana waume zao mpaka kufikia hatua ya kuamua kuja kumlaghai na kumlubuni mke wangu? Unampa nini mke wangu mpaka anashindwa kukuacha? Kama ni kumpiga mke wangu, nimempiga sana kwa ajili yako, na kama ni kukukanya wewe, nimekukanya sana tu, lakini umeshindwa kunielewa. Sasa naomba uniambie ni kitu gani ambacho kinafanya mke wangu akung'ang'anie?" Kijana hakuwa na majibu yote zaidi ya kuendelea kuomba msamaha. Aliendelea kuomba radhi. Jamaa aliongeza kipigo na kipigo, na kila alipomuuliza bado jibu lake lilikuwa ni lile lile, kwamba hakuna jambo lolote ila tu yeye amsamehe. Kamanda yule aliwaita wale vijana wake. Walipofika mbele yake, aliongea kauli moja tu, "Mtieni adabu." Sasa Wajeda wakishaambiwa wakutie adabu, nini kinafuata hapo Kijana walimtia adabu kweli kweli. Alichezea kichapo kweli kweli. Alipigwa akapigika, alichapwa akachapika. Alifanya kila aina ya mazoezi, na kama unavyojua mazoezi yakizidi ni adhabu. Lakini baada ya maumivu mengi, aliamua kuinua mikono juu. Akasema, "Naomba mnisamehe, nitasema ukweli. Nitasema naomba mnisamehe." Kijana akaachiliwa. Afande akawaruhusu vijana wake waondoke tena. Wakaondoka. "Haya, niambie, ni kitu gani ambacho unampatia mke wangu mpaka anashindwa kukuacha?" Kijana alinyanyua uso wake taratibu, akamtazama yule afande. Akamwambia, "Mke wako ninampatia nyama ya ulimi." Afande akashtuka. "Umesema kitu gani?" "Naomba unisamehe, ni hicho pekee tu. Nyama ya ulimi ndicho ninachompatia mke wako, na ndicho kinachomfanya anashindwa kuniacha." Afande alinyanyuka kutoka kwenye kiti alichokuwa amekikalia. Akasogea mbele, akakaa juu ya meza yake, huku mguu mmoja ukiwa chini, mwingine unaning'inia. Akamuuliza, "Unaposema nyama ya ulimi unamaanisha nini?" Kijana akamwambia, "Kaka, naomba unisamehe sana. Mke wako alinitafuta. Baada ya hapo aliniambia mambo mengi sana ya nyumbani kwako, na akanielezea udhaifu wako." Afande alinyanyua mkono, akaivua kofia yake, akajikuna na kisha akaivaa tena. Akamuuliza, "Akakueleza udhaifu wangu upi, kivipi?" Kijana akaendelea akamwambia, "Mke wako aliniambia anahitaji faraja, anahitaji mapenzi, anahitaji kuliwazwa, anahitaji kumbato, anahitaji muda, anahitaji story. Moja kati ya mambo alionieleza ni kwamba wewe hauna muda naye kabisa. Hauna muda wa kuzungumza naye kabisa. Hata katika swala nzima la burudani pale kitandani, hauna muda wa kuzungumza naye wala muda wa kumuandaa kwanza, isipokuwa pale unapojisikia wewe unafanya, na ukimaliza haja yako unaondoka zako. Mke wako anapenda story, anapenda sana muda, anapenda sana kusikilizwa. Kwa hivyo basi, nyama ya ulimi ninayokuambia ni maneno matamu, maneno yenye hekima, maneno yaliyotawaliwa na mahaba ndani yake, lakini kubwa zaidi ni muda." Jamaa aliendelea kujitikisa pale juu ya meza, akimaanisha bado anataka aendelee kumsikiliza kijana zaidi. Kijana kwa ujasiri naye aliendelea, licha ya kuwa kichapo kimetawala mwilini. Akamwambia, "Bro, wewe ni mkubwa kwangu, pengine labda kwa kila kitu, lakini nataka nikukumbushe tu ya kwamba wanawake wanahitaji muda,
wanawake wanahitaji maandalizi. Hawa ni viumbe ambao kila kitu wanatakiwa waandaliwe ili waweze kuwa na utayari nacho. Hivi hukumbuki kwamba hata katika suala la wewe kuwa naye lilichukua muda? Mke wako anapenda story. Hata leo vijana wako wamekuja kunikamata, wametukuta tunapiga story tu, wala hakuna chochote tulichofanya wala tulichokuwa na mpango wa kukifanya. Kila anapokutana na mimi huwa anataka nione nikiwa bize na yeye tu, nikimpigia story, nikimuelezea maneno mazuri, lakini lingine kubwa zaidi ni kumsifia. Brother, hawa viumbe wanapenda kusifiwa, wanapenda waambiwe ni wazuri, ni warembo, wanavutia. Mara kwa mara maneno hayo wanapenda wayasikia yakizunguka katika masikio yao. Lakini pia hata katika swala nzima la burudani pale kitandani, ni vyema kuandaa kwanza. Mke wako anapenda sana kuandaliwa. Unapomuandaa kwanza, anakuwa tayari kwa kuicheza mechi barabara. Ni hicho tu pekee ndicho ninachompatia mke wako, na hakipatikani sehemu yoyote ile, bali ni kinywani, nyama ya ulimi, ni maneno mazuri matamu unayompatia mpenzi wako. Kamanda alishusha pumzi, akamuuliza, ina maana ni hicho pekee tu ndo unachompatia mke wangu? Kijana akamwambia, samahani mkuu, hakuna zaidi. Leo na kuachia huru, ila nakupa tahadhari, kaa mbali na mke wangu, wala usithubutu kumtafuta, na ikitokea yeye anataka muonane, basi nijulishe. Umenielewa? Kijana alikubali, akasema asante sana kaka, hata mimi nilikuwa natafuta namna ya kuweza kuachana naye ila nashindwa. Umenisaidia. Aliwaruhusu vijana wake waingie, wamchukue na wamsindikize hadi nje ya kambi, na walifanya hivyo. Baada ya hapo akamwacha akaenda zake, huku akiendelea kujutia maumivu aliyoyapata kwa sababu ya mke wa mtu. Jamaa alitoka kazini jioni hiyo. Alipofika nyumbani, moja kwa moja alianza kuyafanyia kazi yale ambayo kijana akamueleza. Alijitahidi kumpa muda mke wake. Kadri ambavyo mke wake alimpokea, ndivyo na yeye alikuwa vivyo hivyo, na alipokeleka vizuri. Alipiga naye story nzuri. Siku zilikwenda akiwa katika hali kama hiyo hiyo. Kila wanapokutana lazima amuandae, na kabla ya kumuandaa alikuwa akimuomba kwanza, mke wangu, tafadhali nimekumisi leo na kuhitaji, naomba ridhaa yako mke wangu. Mke naye aliridhia. Usijali mume wangu, mwili huu ni wa kwako, karibu sana, burudika. Basi jamaa alitumia nafasi hiyo kumuandaa kwa maneno mazuri. Alimuandaa vizuri sana katika kila aina ya maandalizi, na walipokuwa na utayari wote waliburudika. Mwanamke alimsahau kabisa yule kijana, wala hakuwa na muda tena wa kumtafuta, isipokuwa kwa siku kadhaa alikuwa akijiuliza, mume wangu amekumbwa na nini? Imekuwaje? Mbona mahaba moto namna hii? Hawa viumbe unapobadilika wanakuwaga na maswali kichwani, lakini kikubwa ni kusimamia msimamo wako. Familia ile iliendelea kuwa na furaha muda wote. Mpaka leo ninavyozungumza na wewe, ni watu wenye furaha kwa sababu jamaa alikubali kumpatia muda mwenza wake, ambaye yeye alikuwa tayari kumpatia muda wake. 0763835384 ndiyo namba pekee unayoweza kuwasiliana na mimi moja kwa moja kama una changamoto yoyote ile ya kimahusiano, nami nitakushauri. Ndoa nyingi sana au mahusiano mengi sana yanavunjika kwa sababu ya mazoea. Watu wengi wanapoanza mapenzi hupeana mapenzi mazito sana, lakini baada ya mazoea ile spidi inapungua. Kama kwa wiki alikuwa anakwenda hata siku 5, lakini basi anajikuta kwa wiki anaanza kwenda siku 1 au siku 2 kwa sababu ya mazoea. Jua kwamba unamuhamisha mwenzako, maana umeshamzoesha. Kwa hiyo tujitahidi sana kuwapa muda wenza wetu ili tuzilinde ndoa zetu. Ndoa hailindwi kwa nguvu nyingi sana za miili yetu, bali ni kwa nguvu nyingi. Na mimi ni Steven Jesalu. Nipate Facebook kama Steven Jesalu KGM Pro D.